Niwaalike watoto wote kokote pale tulipo, tukimbie mbele haraka haraka. Yesu alikuwa seremala hapa duniani. Tupige hapa mbele alafu ukae utulie. Tusikilizane. Wale mlioko mbali tunawasubiri. Nyimbo inalia chuchu, nyumba iko tayari. Naenda kuandaa makao, Naenda kuandaa makao juu kwa Baba yangu. juu kwa Baba yangu. Makao ni ya kifahari, Haya, tuwai. Kifahari juu kwa Baba yangu. juu kwa Baba yangu. Alipoweka nyumba Haya, chini, mwai na wasubiri hapa afundishe katikati. Askari walichukua na kugonga mikononi. Sikia nyundo ikigonga ko miguuni mwa Yesu. Malaika wakaimba, amefufuka. Haya, asante kwa wimbo mzuri. Tulikuwa tunajikumbushia. Wangapi walikuwa makambi? Wangapi waliweza kushiriki kwenye makambi? Wow, wangapi walikuja siku zote toka tulipoanza? Aise, mko vizuri. Wangapi walifurahia makambi? Shusha. Wangapi walisikitika na makambi? Hawakufurahia kihivyo? Kwa hiyo wote tulifurahi Ni kwa sababu tuna miaka mingi tulikuwa hatujapata nafasi ya kushiriki makambi, si ndio? Ila safari akaanguka tukiwa na sisi tuko likizo, si ndio? Haya, naomba watoto 5 na maswali magumu waje hapa mbele. Nina maswali magumu kweli. Yaani wale wanaojiamini 5 haraka hapa. Na maswali magumu. Nimesema kabisa ni magumu. Karibuni hapa mbele ambao wako tayari kuyajibu. Haraka muda wetu unaenda. Maswali magumu 5 hapa, wapate watu 5 ambao wanasema sisi tuko vizuri, tuko full. Ladies first, mko wapi? 1 2 3 4 5 wamechukua na mic. Safi sana. Haya, mrudi mkakae. Haya. Tumemaliza hao wamba, ila ladies first mmeniangusha kidogo. Sawa mmeniangusha, si ndio? Somo letu la leo linasema nguvu ya shukrani. Nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Hawa watu 5 hapa, hawa wamba waliokuwa wamejilipua hawa. Nimeona kama 3 4 hivi wamenishukuru Au ni wote? Ni wote? Nilikuwa nawaangalia. Ambaye asingeshukuru pia ningeweza kumwambia nirudishie zawadi yangu. Sasa leo somo letu fupi linasema nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Nguvu ya shukrani. Sawa? Na fungu letu lilishasomwa na tutalisoma tena. Tutalisoma wangapi wanajua ugonjwa wa ukoma? Shusha. Wangapi wamewahi kumuona mtu anayeumwa ukoma? Nione nani anayenidanganya. Amewahi kumuona? Umemwonea wapi? Umemwonea wapi? Barabarani. Barabarani? Wewe umemwonea wapi? Hivyo wenye ukoma wapo da kweli? Eti wazazi? Wapo? Sawa. Sasa siku moja Yesu akiwa anasafiri anakwenda Yerusalemu. Anakwenda wapi? Yerusalemu. Alipokuwa akipita njiani akasikia watu kwa mbali. Hawa watu walikuwa wanaumwa ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa wa nini? Hivi leo ugonjwa gani ambao ni ugonjwa hatari sana?
tunayofahamu yale maugonjwa yale unasema yani ukipata huu, hey. Ukimwi HIV. Ukimwi HIV. Mwingine anasema ugonjwa gani yani huo ukiupata? Kansa. Kansa. HIV. HIV. Mwingine yameisha Elisha? Ebola. Ebola. Mko vizuri. Ile Ebola ile unatoka damu, si ndio Sasa kipindi kile cha Yesu, ugonjwa ambao ulikuwa unatisha ni ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa wa nini? Watu waliokuwa wanapata ukoma walikuwa wanatengwa, wanakaa mbali. Wanakaa wapi? Mbali, nje ya mji. Alafu hata umkaribii mtu. Ukimkaribia tu mtu unakuwa umemnajisi, yani haitakiwi. Kwa hiyo ukipata tu ukoma pale kwenu pale, wanakufungulia geti nje. Sasa sijui ingekuwa ni daa unapelekwa Bagamoyo au si unapelekwa Chalinze, sawa? Nyumbani wanakukataa, wote wanakufukuza, unaenda nje ya mji ukae mpaka ukipona ndio unarudi wapi? Nyumbani. Sasa hawa watu wenye ukoma walikuwa wametolewa nje ya nini? Ya mji. Yesu alipokuwa anapita na wanafunzi wake, akaanza kusikia watu wanasema, mwana wa Daudi uturehemu. Yesu mwana wa Daudi. Wanapiga kwa sababu hawawezi kumsogelea nani? Yesu. Wanaumwa nini? Ukoma. Kwa hiyo wanapaza sauti. Yesu anapita kama kule barabarani. Wanaita, Yesu tuponye, Yesu mwana wa Daudi uturehemu, utukumbuke. Yesu tukumbuke. Yaani wanapiga kelele. Unajua kupiga kelele? Mmewahi kupiga kelele kwa sauti? Mpiga kelele kwa sauti ukiita Yesu. Amepiga wanaita Yesu mwana wa Daudi kwa sauti kubwa kama hiyo ambayo ameisema Ethan. Sawa? Yesu akawasikia. Yesu akafanyaje? Akasogea kwa wale watu wenye ukoma. Walikuwa 10. Walikuwa wangapi? 10. Walikuwa wangapi? Yesu akawaambia, sasa akawapa maelekezo. Fungueni kitabu chenu wale wenye Biblia, Luka sura ile ya 17, na kisa chetu kinatoka kuanzia lile fungu la 11. Sawa? Inasema hivi, fungu la 13. Wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Walipoenda wakafanyaje? Unajua ugonjwa wa ukoma, ukiumwa ukoma, vidole hivi vinakuwa kama vinaisha. Vidole vinafanyaje? Vinaisha, vinabaki humu, vinakuwa vinaenda vinapungua, na miguuni hivyo hivyo, alafu unakuwa kama mweupe umepauka hivi. Sasa wale walipoambiwa na Yesu, nendeni kwa makuhani mkajionyeshe mmepona, muda huo wanaambiwa walikuwa wana ukoma. Walikuwa wana nini? Walivyoanza kutembea wakati wanaenda kwa makuhani, vile wanavyotembea huku wanafanyaje? Wanapona. Walipofika kule kwa makuhani wakakuta tayari wamepona nini? Ukoma. Ukoma umefanyaje? Umepona. Ukoma haupo. Vidole vimekaa sawa, ngozi imerudi vizuri. Sawa? Wakaanza kushangilia. Wakaanza kufanyaje? Wangapi hapa mambo yetu yakienda vizuri watu tunafurahia? Si watu tunafurahia Ukifaulu mtihani, si watu tunafurahia unashangilia Ukiangalia hivi umepata 90 unasema yes. Si ndio? Hawa nao walipopona wakashangilia. Wakafanyaje? Wakashangilia kwa sababu wamepona nini? Ukoma. Sasa kilichotokea, wale 9 wengine wote wakatawanyika, wakaendelea huko kwenda kutamba mtaani kwamba wamepona nini? Ukoma. Mlikuwa mnatutenga, tumepona sasa. Huko wakaenda. Yule mmoja kati yao akarudi. Mmoja akafanyaje? Akarudi. Ukisoma katika Biblia, ambaye amepata Luka ile sura ya 17 na fungu lile la 17. Nani amepata? Inasema, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10, wale 9 wa wapi? Umesikia Yesu? Baada ya kurudi yule mmoja, Yesu kumbe alitegemea wale 9 wote, wale 10 wote wangefanyaje? Wangerudi, lakini akarudi mmoja. Akarudi mngapi? Mmoja. Lakini wote wamepona, lakini akarudi mmoja tu. Yesu anauliza, wale 9 wako wapi? Kwa sababu wamepotea, anaona mmoja, na wale wakoma walikuwa wangapi?
10. Kumbe Yesu alikuwa anajua kuhesabu si ndio? Yesu alikuwa anajua kufanyaje? Kuhesabu. Aliwahesabu hapa, akaona haraka pale wakati anawaambia wale wanaenda, naona wakati wanapotelea akawahesabu 1 2 3 4 wako 10. Akashangaa narudi 1. Sawa? Yesu sasa anauliza, si walikuwa 10 hawa jamani? Mbona amerudi 1? Fungu la 18 inasema, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Sawa? Yesu anauliza. Kumbe Mungu wetu anapenda tumpe shukurani. Anapenda tumpe nini? Mungu anapenda tumpe nini? Shukurani. Sawa? Tukifaulu mtihani, huwa tunarudi kumshukuru Mungu? Huwa tunamshukuruje? Huwa tunamshukuruje? Ukifaulu mtihani umemwomba Mungu, naomba unisaidie niwe 10 bora. Ukisha faulu unafanyaje? Unamshukuruje Mungu? Kwa kuomba. Hiyo ni njia mojawapo ya kumshukuru Mungu, kuomba. Njia nyingine, mwenye njia nyingine ambaye anatuambia huwa anamshukuruje Mungu? Lionel? Sukula. Lionel hapo kama umenena kwa lugha. Kwa kuimba. Kwa kuimba. Kuimba nyimbo za sifa. Kuimba nyimbo za sifa. Mwingine mwenye jibu la tofauti kule. Kwa kutoa sadaka, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukamshukuru Mungu kwa kupiga magoti, kumwomba asante Mungu, umenifanikishia jambo langu, nimefaulu, si ndio? Au ukatoa nini? Sadaka. Ukatoa nini? Sasa somo letu nimesema linasemaje? Somo linasemaje? Nguvu ya shukrani. Sasa ngoja niwaonyeshe nguvu ya shukrani. Ukisoma fungu la 19, Yesu anasema hivi, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Imani yako imefanyaje? Kumbe huyu mtu kitu cha kwanza alikuwa anataka aponywe. Aliporudi kusema asante, akapewa bonus. Akapewa nini? Au nyongeza ya wokovu. Nyongeza ya nini? Kwa hiyo kama huyu mtu asingerudi kumshukuru Yesu, asingepewa nini? Asingepata wokovu, si ndio? Lakini alivyoenda kupona akasema narudi kumshukuru. Yesu alivyoona amerudi amemshukuru, akampa bonus, akasema huyu mtu ni mtu mwema, umeokolewa. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoa shukurani kwa Mungu, Mungu wetu wakati mwingine anatupa na nini? Na bonus. Anatupa na nini? Kwa sababu Mungu anapenda tuwe tunatambua ukuu wake ambao anatufanyia sisi watoto wake, si ndio? Unapokuwa umefaulu, unamshukuru Mungu, asante Mungu. Mungu akifurahia, akaona umemshukuru kwa dhati, bonus anaweza akafanya tu mchongo ule wa baba au wa mama, ukakaa vizuri, ukashangaa mama anarudi hapo anakuambia sasa Jumapili tunaenda Fan City. Unakula bonus hiyo. Bonus za Mungu zinakuja kwa namna tofauti, lakini tujifunze kumshukuru nani? Mungu. Tujifunze kumshukuru nani? Na leo hata tuna ibada, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya makambi yalikuwa vyema, na watoto tukaimba, tukajifunza, tukabarikiwa, na sisi tumerudi leo tunamshukuru Mungu ili tupate bonus na azidi kututendea mambo makubwa zaidi, si ndio? Tusimame juu. Tusimame. Somo letu tumesema linasemaje? Nguvu ya nini? Neno asante ni neno dogo lakini ni zuri sana na lina nguvu, si ndio? Hata baba na mama wanataka wanapotupatia vitu tuseme nini? Tuseme nini? Asante. Sawa watoto wazuri Haya. Nani anatuombea tunapomaliza? Ambaye hajaomba siku nyingi sana. Haya, Baita njoo uombe hapa. Baita njoo tuombee. Haya, tunaenda kuomba, tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo anatulinda watoto wake na kutufanikishia mambo yetu, sawa? Haya, tufumbe macho tuombe. Nasema tuombe. Tuombe. Mtakatifu Mungu, asante umetulinda asubuhi mpaka sasa. Tubariki tunavenda kukaa, tulinde kwa jina la Yesu, amina. Haya, Bwana wabariki, turudi kwenda kukaa taratibu.
Yesu.